Ni kweli binadamu tumeumbiwa matatizo, shida nazo hazitupagi likizo. Baba aliniambia kuwa uyaone ya dunia. Leo ninajionea maisha bila pesa ninaumia. Mungu bariki kila nachokifanya, eti kisa sina pesa, sina maana. Napambana usiku na mchana, ila hali duni life bado inabana. Ninajua na sasa naona hiki kiatu hiki mambo sio mazuri, naomba nishonee hapo. Sawa kaka, usiwaze, dakika chache tu brother. Chukua siti hapo kaka, chukua siti hapo, dakika chache sana. Karibu mama mtu. Ngoja huku tunapambana nini? Si unajua tunawajibika. Asante. Lakini mimi hapa sio mkaaji. Kwanza kaka tushini nitonge. Sawa? Niambie mama mtu. Mimi nilikuwa nataka uje nyumbani kujidhambulisha, maana mimi pale nakaa na blaza zangu. Sawa, usijali baby. Hilo limeisha. Ila kuna kitu nataka nikwambie. Siwezi kuja tu nyumbani kwanza kutoa kitu from nowhere. Ndoka zangu huko nakuja mpaka kwenu, ni kitu sina yakipo. So ningependa ufike kwanza nyumbani. Uongee na blaza. Na shemeji. Uzungumze naye juu ya ujio wangu. Yaani atambue ujio wangu hapa nyumbani. Atakapokubaliana na hili swala, nitafika bila kupinga. Nimefurahi kusikia hivyo. Basi mimi ngoja niende nikamwambie brother. Afu nitakwambia. Sawa. Usijali. Hakikisha unazifikisha hizo taarifa na unirudishie majibu. Shikamoo kaka. Marahaba, hujambo mdogo wangu? Sijambo. Kaka samani. Jambo nataka nikwambie. Jambo gani? Ila samani kama nitakukwaza. Kaka mimi na mchumba wangu anataka kuja kujitambulisha hapa nyumbani. Maana nataka umfahamu. Wow, ni jambo jema sana mdogo wangu. Umefanya uamuzi mzuri sana. Nafahamu maisha ambayo tumeyapitia hapo awali. Tangu tumefiwa na wazazi wetu. Nilipambana mimi kama kaka yako kwa ajili ya kukusomesha. Kwa kuwa mwanaume ameamua yeye mwenyewe aje kujitambulisha, ni jambo jema sana. Ila cha msingi ninachokusihi mdogo wangu,
sitaki uje na mimba hapa nyumbani. Utakosana, kwa maana maisha nafahamu vizuri. Mtu akibeba mimba inakuwa ni changamoto kwenye maisha yake. Kwa hiyo kwa hilo mimi nakupa hongera sana mdogo wangu. Kweli kaka? Karibu. Asante. Hapo tunafunga hapa nini tuelekee Mzigoni. Alafu zaidi, mbona mimi naupigia simu upatikane, shida nini? Sorry sana ise. Simu yangu bwana kidogo ina hitilafu, imeharibika, ipo kwa fundi hivi. Wanairekebisha mic nini, yani kama unavyoelewa bado sijapata simu nzuri, la nikipata simu nzuri mambo yatakaa fresh. Usijali. Sawa. Nimejua kuambia kwamba brother amekubali na ameniambia kwamba ukijisikia siku yoyote unaweza ukaja. Wow. Yaani hichi unachosema mimi naota au hawati bwana? Ni kweli kabisa. Sawa, mimi nimefurahi kusikia hivyo. Pia nashukuru sana. Kwa ondoa shaka. Ni swala mimi na wewe tukae chini tujue mimi nakuja lini. Basi. Kwa hiyo usijali katika hilo baby. Afu imekumbuka hicho. Afu mwanangu, hivi ile ukoje kwaje mpaka ukoje kumpata Loveness? Wakati naona kazi yako yenyewe ndo kama hii. Afu leo ukiangalia yule dogo ndo matawi nini mtoto wa kishua. Ili kwaje? Msa. Mapenzi hayachagui pesa rafiki yangu. Mapenzi si pesa rafiki yangu. Japokuwa vijana wengi wa sasa tunaamini mapenzi ni pesa. Lakini hayo akishua hayo wapi ndio hivyo sisi tunapendana rafiki yangu. Ndio hivyo mtu wangu. Au mwanangu umepata mganga anayekufanyia manyanga au? Mganga wapi rafiki yangu? Wewe unawaza uchawi tu muda wote. Tuachane na hizo mada. Msa. Ulivyoongea kuhusu masuala ya love, kuna kitu umenikumbusha mwanangu. Kama unavyoona mtu wangu. Pigo mimi sina mwanangu. Alafu blaza yake love kahitaji kuniona. Kwa mwanangu fanya mwanangu uniazime hata shati na suruali mwanangu. Siwezi kwenda hivi mwanangu. Ila tena mwanangu pigo mimi sina. Fanya unisaidie shati na suruali mwanangu. Ikiwezekana na cape nini mwanangu? Nitokee kwa blaza kule hivi. Kwa hilo sijali mwanangu. Wewe ukiwa una time muda wote, tokea mazingira pale maskani unachukua tunapita. Sawa blaza. Nashukuru sana bwana. Mimi nitatokea nje nichukue hizo vizaga mwanangu. Siwaze mwanangu. Mega up sana bwana. Umetisha. Karibu nyumbani. Asante sana. Unatumia kinywaji gani? Baby, usijali, kuwa na amani. Ondoa shaka. Kinywaji kile mimi situmii kwa sasa hivi. Niko poa. Uko poa kweli? Kaka.
Kaka. Nakuja. Oh, kumbe kuna mgeni. Ndio nilikuwa najiandaa kutoka hivi. Karibu sana. Asante sana, nashukuru sana. Kaka, huyu ndo shemeji yako ambaye nikwambia atafika hapa nyumbani kwa ajili ya kujitambulisha. Wow, bwana shemeji. Karibu sana. Loveness, mbona jambo mgeni kinywaji? Amesema kwa sasa hahitaji chochote. Okay. Bwana shemeji, karibu sana. Karibu sana nyumbani. Jisikie huru kabisa. Hapa ni nyumbani kwako. Mimi nilikuwa nahitaji kutoka sasa hivi sababu kuna majukumu kidogo amenibana kikazi. Lakini sio mbaya sana. Nilikuwa naomba namba yako ya simu kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Shem, samahani. Hiyo ndo simu unayoitumia? Ndiyo Shem, ndo simu yangu. Sijaelewa. Hiyo ndo simu unayotumia kila siku au unasielewi? Kaka. Samahani bwana shemeji. Kwani wewe unafanya kazi gani? Bwana shemeji, mi kazi yangu kiukweli, kazi yangu nashona viatu. Ndo kazi yangu kubwa inaniweka hapa mjini. Yaani ndo kazi yangu inaoniingiza kipato, mimi nakula kupitia hiyo kazi. Bwana shemeji, ndo hivyo nashona viatu shemeji. Yaani wae kazini. Maana naona hapa muda unaenda. Kwa hiyo nafikiri tutaongea siku nyingine.